alijikuta katikati ya kelele za magari na msongamano wa watu. Rafiki yake wa karibu, BCR, alikuwa amemtumia maelekezo kupitia simu. Amara alipanda teksi na kuanza safari. Akiwa ndani ya gari, alistaajabu kuiona barabara ya Lekki ilivyokuwa pana na yenye majengo marefu. Moyo wake ulidunda kwa matumaini, akijisemea, Mungu nionekane. Alipofika kwenye makazi ya kifahari yaliyoitwa Grand Bloom Estates, alilipa nauli na kushuka. Mlinzi mlangoni alimzuia kwa sekunde chache kuuliza anapokwenda, lakini baada ya Amara kuonyesha mawasiliano ya bisi, aliruhusiwa kuingia. Alipofika mlangoni kwa bisi, walikumbatiana kwa furaha kubwa. Amara, hatimaye umefika, bisi alipaza sauti kwa furaha. Bisi, mahali hapa ni pazuri sana. Usiku huo, wakiwa wamekaa sebuleni, Amara alianza kuuliza maswali ya msingi. Bisi, hivi Lagos ikoje hasa? Bisi alimtazama rafiki yake kwa makini na kumjibu kwa unyoofu, Kinyota Amara, Lagos si mahali pa mchezo. Mimi nataka tu kupata kazi ya mauzo ili nisaidie wazazi wangu na niendelee na shule. Bisi alimpa tahadhari, Kinyota, unaweza kujaribu bahati yako, lakini nakuambia ukweli, Lagos si rahisi na haipendi watu wazembe. Inabidi uwe na akili na ufungue macho yako. Hapa ni kupambana ili uishi. Amara alitikisa kichwa kwa ujasiri. Niko tayari kufanya kazi kwa bidii. Changamoto za kwanza. Siku iliyofuata, Amara alianza safari ya kutafuta kazi. Alikutana na mama mmoja aliyekuwa akifanya usaili mitaani. Una umri gani? Mama huyo aliuliza. Nina miaka 21, Amara alijibu. Una uzoefu? Naweza kujifunza haraka mama. Lakini mama huyo alimtazama kwa dharau na kusema, Kinyota, nahitaji mtu mwenye uzoefu. Anayefuata. Amara alirudi nyumbani kwa bisi akiwa amechoka na kuvunjika moyo. Bisi alimfariji na kumwambia, Lagos inaweza kumchosha mtu, kanywe maji kwanza. Amara alimpigia simu mama yake kijijini ili kumtuliza. Mama, kila kitu kiko sawa. Usiniwazie, niko salama, Kinyota alisema huku akificha machozi. Baadaye, Amara na bisi walikuwa na mazungumzo ya kina. Amara alijihisi mnyonge kwa sababu hakuwa amepata kitu chochote cha maana. Hata hujaona magumu bado, bisi alimwambia. Una bahati, una mahali pa kulala na mtu wa kukupokea. Kuna watu hawana hata nafasi hiyo. Lagos inafundisha namna ya kuishi. Usiku ule, bisi alimtolea Amara nguo nzuri ya usiku ya kuvutia. Usijali, nitakupeleka mahali fulani usiku wa leo, bisi alisema huku akimsaidia Amara kujiremba.